Stars in Campus. Karibuni wapenzi watazamaji katika kipindi cha Stars in Campus. Ikiwa ni siku nyingine tena tumekutana. Kama ilivyo kawaida yetu, tunakuwa na mgeni ambaye ni mwanafunzi, anakuwa anafanya shughuli mbalimbali za maendeleo ya kijamii kama ujasiriamali, michezo, sanaa na vitu vingi. Leo tutakuwa na mgeni. Ila mimi sitakuwa msemaji mkuu, bali wewe mwenyewe utaweza kumsikia. Atatuambia yeye ni nani na nini anashughulika nacho mbali na masomo. Karibu. Stars in Campus. Karibu sana katika kipindi cha Stars in Campus. Tumefurahia sana ujio wako. Watazamaji wangependa kujua wewe ni nani? Okay, kwa majina naitwa Justin Peter Yoso. Mimi ni mwanafunzi wa mwaka wa 3 Justin, mbali na shahada unafanya unajishughulisha na nini? Okay, mbali na masomo niseme ninafanya shughuli nyingi kitu. Kwanza mimi ni mkulima. Mimi ni mkulima wa miti. Wow. Yaani maana yake nazalisha miti, lakini pia natengeneza garden kama design landscape. Na biashara nyingine ambayo nafanya ni pia na za karanga, maana natengeneza karanga za mayai. Lakini ya pili na ya tatu ambayo nafanya ni kuaga pia na ikiwa kama na fedha kidogo na kukopesha vijana wenzangu wanafanyia kazi na kuanzishia na riba kidogo. Lakini nyingine mimi ni mwandishi. Yote hivyo unavyo wewe? Yes. Hongera sana. Justin, nini kilikusukuma kujishughulisha na hizo shughuli? Kitu nilisukuma kwanza, ninatamani kutoa kila ambacho ninacho kwa jamii. Kwa mfano, kitu nilisukuma kufanya biashara ya miti ni kwa sababu sehemu kubwa ya jamii tunahitaji sana miti. Miti kwa namna fulani watu hawajui, lakini miti kila siku lazima uitumie. Kabisa. Unapopumua miti inatengeneza oxygen. Mavazi tunayovaa mara nyingi yanatokana na miti. Chakula tunachokula ni miti. Tunasema fanya nini kwa ajili ya jamii. Kwa hiyo vyote ninavyofanya ni kwa sababu nataka kusaidia jamii au kutoa kile ambacho ninacho kwa jamii. Justin, hapo anafikiri kama wewe unajua shughuli kwa kofia taji. Mimi nafikiri wanafunzi wengi tumekuwa tukikosea kidogo. Nafikiri mitaji watu wanafikiri ni fedha. Lakini kwa upande wangu mtaji ni wazo. Nikishakuwa na wazo huwa naanza, hata kama ni wazo linatazamia kuwa nahitaji fedha kiasi kikubwa. Lakini ninaamini kwenye shilingi kumi itanifikisha pale. Kwa hiyo cha kwanza kabisa kwenye mitaji au kwenye swala la mitaji kwangu nishakuwa na wazo, naweka heshima kwenye hilo wazo. Alafu nikishaliandika na tafutia utaratibu wa kuanza hata kwenye sifuri. Hata kwa kumsaidia mtu. Kwa mfano kama nafanya shughuli fulani napenda hilo wazo, kama sina mtaji wazo nakuja na kuendelea. Stars in Campus. Justin, unafanya kazi nzuri sana. Lakini nadhani watazamaji wanajiuliza maswali. Unawezaje kugawa muda wako kufanya shughuli zote hizo? Alafu bado wewe ni mwanafunzi pia. Kwa kweli jambo la kugawa muda linarudi kwenye nidhamu. Kwamba kama mtu ana nidhamu na kila ambacho anafanya, muda unaweza ukapatikana. Cha msingi ni kuhakikisha tu kwenye kichwa chako kama unataka kufanya kitu fulani. Utakifanya au unakifikiria, kwa sababu kuna kufikiria na kufanya. Kwa hiyo mimi ninapokutana na changamoto ya muda, huwa nagawa biashara zangu katika makundi ya muda. Kwa mfano nimesema naandika vitabu. Mara nyingi vitabu huwa nafanya kipindi cha likizo. Biashara ya miti mara
nyingi naifanya kipindi nikiwa chuoni, na hii mara nyingi ni ya msimu. Ikiwa kipindi cha mvua ndio huwa nauza. Kwa hiyo kipindi cha jua kali naandaa. Lakini hii nimeifanya kwa kushirikiana na mtu. Yaani nilikutana na mtu, mimi nikazungumza naye, nikampa fedha, akatoa eneo. Na ni biashara ya karanga. Huwaga natengeneza mara nyingi wateja ni wanajamii. Kama kuna kitu ambacho naweza kusema kwa Arusha, hasa eneo la Ngaramtoni, watu wana elimu kubwa sana kwa kiwango kulinganisha na maeneo mengine. Kwa hiyo wateja mara nyingi tunawauzia wanajamii wa kawaida, na mashuleni pamoja na vyuoni na makanisani ndio wateja wetu wakubwa sana. Na mara nyingine nikipata kazi ya watu ambao wana garden yao kuuzia na kubwa. Ninachofanya kwenye labda kuwapa au kwenda kuwaotesheni. Ninachofanya nimesema pia kuna landscaping. Tunafanya masuala ya garden. Gardening mara nyingi watu wengi hawana elimu yake, kwa hiyo tunafanya, tunaenda tunaangalia eneo la mtu. Tunaangalia kitu gani kinahitajika pale, alafu tunaenda tunachukua, tunavifanya wenyewe. Vipi ufuatiliaji, au ndo mnauza miti alafu basi huwa mnafuatilia kweli kwamba hawa wateja walionunua miti kwenu wameweza kuikuza ikawa mizuri, au mkishauza basi? Swala la kufuatilia, tunafuatilia mashule. Kwa mfano tulikuwa na shule ambazo tunawapelekea miti. Kwa hiyo tunaenda pale, tunaangalia miti inaendaje, tunakuta wanafunzi yaani miti inakuwa vizuri, kwa hiyo tunafurahia. Lakini kwa mtu mmoja mmoja ambaye anakuja kununua, tunachojitahidi kwetu ni kumpa elimu ya kuotesha, namna ya kuotesha ule miti, na kama mtu amekuja mwenyewe kununua, tunaamini pia anaweza kufunza kwa. Starting Campus. Justine, unaweza kuambia watazamaji elimu ya kuandaa garden imetoka wapi? Elimu ya kuandaa garden nilipata kutokana na kupenda kwanza mazingira. Kwa hiyo nilikuwa nasoma sana, napenda kusoma pia Bible, niliamini. Nikasoma Mungu alivyomuumba mwanadamu, eneo la kwanza kumweka aliweka kwenye garden. Kwa hiyo kile kitu kikawa kama kiko ndani ya moyo wangu, nafanya kazi. Kwa hiyo nilipopenda nikawa naenda, kama nilivyosema, mara nyingi napenda kujitolea nikiwa napenda kitu. Nikafanya kazi na watu ambao wanafanya kazi za garden, wanafanya landscaping, nikawa naenda najitolea nao. Nilianza nikiwa Dar es Salaam na leo naendelea nao. Kwa hiyo ile nimejifunza kutokana na kwa watu mbalimbali, kutokana na kwamba mimi nafanya nini? Naipenda. Yes, lakini kitu ambacho kinanifundisha sana juu ya masuala ya mazingira na garden, na ambacho kinanitia moyo sana ni Biblia. Nikisoma Biblia nizungumza vizuri sana na masuala ya kutunza mazingira pamoja na garden. Sasa shughuli hizi zinakuathiri vipi katika muda wako wa masomo? Kwa kweli kwa kiwango fulani siathiriki sana, kwa sababu masomo yanakuathiri vizuri kwa ajili ya masomo. Labda tu niseme kuna wakati kuna mteja anahitaji bidhaa na wakati huo ni masomo. Kwa hiyo mara nyingi naombaga wateja wangu kwanza kama nimebanwa kitaaluma, lakini kwenye academic matters najaribu kidogo kukaa vizuri, kwa sababu huu ndo msingi wenyewe. Ndio msingi. Justine, hizi shughuli zinakunufaisha vipi wewe? Kuna faida katika biashara zako? Kwa kweli faida yangu kubwa ni kuona jamii, hasa kwenye swala la mazingira, faida yangu kubwa ni kuona jamii ikitunzwa na mazingira. Yaani ninapotembea nikiona miti sehemu, huwaga nafurahi sana. Moja ya kitu ambacho nafurahi, naona watu yaani mazingira yanaendelea kuboresheka Tanzania. Na hata mtu yoyote ule, kwa mfano
mtu akiumizwa sana ndani ya kichwa chake labda na mawazo mengi, nitajaribu kumuomba msikilizaji na mtazamaji kwamba hivi sehemu sahihi utakaopata mawazo mazuri ni hivi. Ukienda sehemu ambayo kuna miti na sehemu ambayo kuna jangwa, ukajaribu kupumzisha. Kwenye jangwa huwezi kupata mawazo. Kwa hiyo manufaa yangu mimi mara nyingi siangalii kwangu mimi, naangalia moja kwa moja kwa jamii. Kwa sababu gani? Mimi pia ni sehemu ya jamii. Kwa hiyo jamii ikinufaika na mimi ni waoteshe pia na miti kabisa. Labda katika hicho kidogo unachopata, umewahi kufikiria wanafunzi wenzio au vijana wenzio ambao wanatamani sana kufanya biashara lakini hawana kipato? Kwa kweli ninafanya hivi. Kwanza namshukuru Mungu sana, nilipomaliza darasa la 7 niliweka sadaka yangu na yatima. Nilikuwa na pesa kidogo, nikasema hii pesa shukrani yangu ya kufaulu primary school na hapa watoto na wananiamini ambao ni yatima kwenye kituo cha Kurasini Dar es Salaam. Lakini Mount Meru nilipokuwa hapa chuoni, nina marafiki ambao ni kituo cha watoto cha kipo Kisongo pale, na watembeleaga, tunabadilisha nao mawazo. Mara nyingine naenda na wapa kitu ambacho ninacho, kama ni sabuni, kama ni kwenye jamii natoa hivyo. Sasa kijana kwa mfano amenifuata, nataka ushauri kwangu. Hata kama nakula, hata kama nafanya nini naacha. Ukija unaniambia ushauri, niko tayari kuzungumza kila ambacho nakielewa kwa nafasi yangu. Na wengi wamefikiri kwamba kusupport mtu ni wanasahau kwamba ushauri pia ni sehemu kubwa sana kuweza mtu kusaidia mtu kufanya kitu fulani zaidi hata pesa. Ni kweli kabisa. Ndio maana nasema pia naandika vitabu. Kuna kitabu kimoja nakisoma, anaandika mwanadada mmoja anaitwa Dambisa Moyo, uchumi huyo. Anasema dead aid, yani misaada ambayo imekufa kwa Afrika. Yeye anaamini kwamba msaada mzuri kwa Afrika sio pesa kutoka nje za mataifa makubwa kama Marekani au Ulaya. Anataka waje watushauri, alafu wakitushauri sisi tutumie ushauri wao kutengeneza kitu fulani. Mimi siamini sana kama msaada wangu wa kwanza kwa mtu ambaye anataka msaada kwangu ni fedha. Naamini kwanza mawazo. Kwa sababu nikikupa fedha inaweza kuharibu hata mawazo yako. Ndio maana nasema kwamba kuna tofauti kati ya mtu ambaye ana pesa alafu anatafuta wazo, na kuna tofauti ya mtu ambaye ana wazo anatafuta pesa. Mara nyingi mtu ambaye ana wazo anatafuta pesa ndio hufanikiwa. Mtu mwenye pesa akitafuta wazo la biashara anashuka chini na nyingi chini. Kwa hiyo mimi naamini kwenye vijana mchango wangu mkubwa kwa hicho ninachokipata. Ninazungumza nao kwenye eneo ambalo wanahitaji. Kama nina uelewa, kama sina uelewa, na marafiki ambao najuana nao kutoka na hizo biashara zangu, na mpeleka kwenye rafiki ambaye naamini atanisaidia. Mwisho wa siku akihitaji mtaji, kama tunao tunamchangia, tunaanza kufanya, alafu tunakuwa tunamsaidia kama nao. Justin, kama mfanya biashara kuna budi kukutana na changamoto mbalimbali. Wewe kuna mtazamo gani katika shughuli zako? Kwa kweli changamoto kubwa kwangu ni muda. Yaani muda ni shida kubwa sana. Natamani kwamba usingekuwa hata kuna usiku. Natamani Mungu angeniondolee usingizi na hata na watu wengine. Yes, tukutane asubuhi, usiku tufanye kazi. Tungepumzika saa ngapi? Lakini ndio naita, ndio maana anaita changamoto. Lakini changamoto kubwa ndio hiyo muda. Yaani muda kwangu umekuwa ni kitu ambacho nakimbia sana. Natamanigi mara nyingine Mungu atipata mabawa nipeperuke ili nifanye mambo mengi kwa wakati mmoja. Lakini kikubwa ni kwamba nasema pia kwamba nikikutana na Mungu leo ningemwambia kwamba ongeze masaa sio 24. Yaga kama 26 hivi au 30. Yes, nifanye masaa 18 kazi na. Kwa sababu kuna hizi ambazo tunafanya, kuna vingine na mara nyingine na kosa. Yaani nalala kwa masaa 5 kwa ajili ya kufanya tuko. Maana kuandika vitabu, ndani kalanga. Muda mwingi ambao natumia usiku ni kusoma. Hasa kwa mfano nilikuwa nasoma inspiration books usiku. Naweza kujikuta kwenye
Tutarudi baada ya break kusikia mengi kutoka kwa Justin. Stars in Campus. Karibuni wapenzi watazamaji, bado tunaendelea na mazungumzo na Justin. Bwana Justin, biashara unazofanya na watu wengi. Ndio. Na watu wanalisi, wanauza karanga. What is the uniqueness? Wewe unajitofautishaje na hao biashara? Sawa, kwa mfano kwa mfano kwa sasa nazalisha miti ambayo mara nyingi ni ya kivuli na maua, lakini nazalisha kwa kutumia mbegu. Namshukuru Mungu niliwahi kutembelea sehemu nikakuta nazalisha miti kwa kutumia miche na majani madogo, yani wanafanya technological process, yani nazalisha miti. Kwa nafikiri baadaye nitasafiri kwenda kwenye kukopa. Lakini kingine ni kwamba sisi miche yetu hatuuzi kama kwa ajili ya fedha. Watu wengine wanauza miche mengi, labda miche 200, kwa hiyo ni kama vile tunachokifanya sio cha kwetu. Yaani hatutaki sisi kwanza, tunataka sisi tukutane ndani ya jamii. Yaani jamii imesaidika na sisi tuko humu ndani ya jamii tunasaidika. Kwenye swala la karanga, ninachokifanya kwa kweli ninazalisha karanga ambazo natengeneza karanga nyeupe zile, nachanganya mayai, nachanganya vanilla, naweka blue band kwa mbali na ngano na vitu vingi. Kwa hiyo ukiila tu ile karanga, yani hata kama kuna watu ambao wanatengeneza kwa mfumo wa mayai, lakini vile ile mixing naifanya hakuna ambaye naamini hakuna, sijawahi kuona kufanya. Kwenye vitabu kwa kweli kitabu changu nikiandika mara nyingi siachi kugusa uchumi. Yaani siachi kumfundisha msomaji namna ya kufikia malengo ya uchumi. Kwa hiyo ninapokiandika hata kama ni kitabu cha mahusiano, na mara nyingi nimesoma wateja wangu wenye vitabu wanapenda stories za mahusiano. Kwa hiyo ninachoandika kama naandika kitabu cha elimu ya uchumi, katikati nitaingiza mahusiano. Alafu unapozama vizuri kwenye hayo mahusiano kwa kusoma na kuunganisha na uchumi, kwa hiyo mahusiano yanaweza kujenga uchumi. Kwa hiyo nataka tu vijana kite sana kwenye uchumi. Utapata vijana wengi kama unatumia. Lakini pia nataka tukite kwenye uchumi, kwamba nataka kuoa. Sio yani nje ya uchumi hapana. Nioe kwa sababu nataka kusogea twende mbali uchumi. Nataka kujua vitu vingi kuhusiana na mahusiano, lakini bado uchumi usikae pembeni. Kweli kwa sana ya mafanikio yangu. Kwanza naweza kupiga mawili makubwa. Kwanza nidhamu kwenye kila kitu ambacho tunakifanya. Kitu ambacho vijana wengi wanasahau. La pili, lakini pia usiwaze sana fedha kwanza. Acha fedha zifuate mawazo yako. Ukisaidia jamii, kwa mfano umesaidia jamii ya watu 100, kila mmoja akachukua kitu kidogo kidogo akakurudishia shukrani, utapata kikubwa kuliko wale 100 wote. Lakini ukitaka ujinufaishe wewe kwanza, jamii na kukimbia. Kwa hiyo mimi nafikiri kwa upande wa mafanikio ambayo nimepata ni kwamba au siri ya mafanikio yangu ni nidhamu na kujiamini. Yes, na kujituma, yani kwamba mtu mtakujituma zaidi. Mimi nadhani mtu akishajiamini kujituma inafuata. Yes. Usingizi usiwe sehemu. Nadhani wapenzi watazamaji, hasa vijana, mmeweza kusikia kujiamini na nidhamu. Justin, unaishauri nini serikali, jamii kwa ujumla, wafanyie nini vijana ambao wanatamani kuwa jasiriamali? Readiness, mimi sijajua sana nini maana ya serikali. Serikali ni mimi mwenyewe kwanza. Lakini labda kiongozi wa serikali afanye nini? Ninafikiri pia moja, vijana tujiamini, rudi kwenye kujiamini. Nilikuwa nasoma gazeti kipindi kama miezi 3 iliyopita. Wanalalamika Wizara ya Habari, Vijana, wizara inahusika na vijana. Inasema shida nyingi, tuna fedha ambazo tumetenga kwa ajili ya kuwezesha vijana, lakini hakuna vijana wanaandika proposal kuja kuomba zile fedha. Lakini wengine wakiandika, yani
Unajua usipojiamini hata ukiandika kitu unakiandika kwa hofu. Yaani hisia ya moyoni haiwezi kutofautika sana na maandishi unayoandika. Kwa hiyo ukiandika kwa hofu, watu wanakiona kabisa hofu, yaani hujiamini. Lakini pia vijana wengi tumekuwa tukiandika kitu ambacho yaani hatuna uhakika kama tafanya. Mtu tu anafanya kama kujaribu. Yes, hiyo ni kwa upande wa serikali. Kwa hiyo mimi nafikiri vijana tujiamini, lakini pia kwenye wilaya nasikia kuna fedha zinakuja kwa ajili ya vijana. Lakini vijana hatuendi. Tunabaki tu tunalaumu, lakini tunalaumu nje ya duara bila kujihusisha. Na nafikiri kingine ni wewe kwanza. Yaani serikali haiwezi kukufuata subika kwambia idea hii hapa ifanyika. Kwa mfano mimi kutokana na project yangu ya miti, kuzalisha miti. Namshukuru Mungu nimepata tenda ya kutengeneza garden ya majengo mapya hapa chuo. Wow. Unaona? Ndio nimepewa na naishughulikia. Kwa hiyo naacha historia hiyo. Umeona? Lakini mtu atakuaminije? Yaani mtu akuwezesheje? Akupe pesa mkononi bure kwa sababu na wazo? Hapana. Nidhamu au kanuni ya pesa inasema tutakupa kama endapo tu tumeona umejisogeza sehemu fulani. Kwa jamii mimi nafikiri jamii iwatie nguvu. Iwashauri. Na mtu akianza basi jamii. Yes, readiness kama kuna kitu ambacho kinaniumiza nikiwa kama Mtanzania ni kwamba kwa bahati mbaya tunazungukwa na watu ambao wanaamini in negative way. Readiness ukimwambia mtu mimi nataka kuwa mkulima, atakuuliza una degree, unataka kulima. Lakini degree ni kama vumbi. Yaani ni kama vile mawingu ambayo hayaleti mvua. Wanachagua wavalue watu kutokana na elimu zao. Kumbe kazi yoyote mtu yote anaweza kufanya. Elimu thamani yake inatokana na kile unachokifanya kwa jamii. Kuna nafikiri ni rais wa India, Mahatma Gandhi kama sijakosea, alisema elimu kama haina msaada kwa jamii, yaani kama hujaisoma ikakusaidia ukaifanyia kitu kwa jamii, ni sawa sana shati ambalo mtu amelivaa asubuhi alafu jioni nalivua. Ndio maana ya elimu. Kwa hiyo mimi ninachokifanya nafanya kwa ajili ya Jasmine, nadhani watazamaji wamepata mengi sana kutoka kwako. Labda kwa kumalizia, watu ambao wangekuwa na shauku ya kufanya kazi na wewe, kukupata kwa ajili ya kitu kama hizo, watakupata wapi? Kabla sijafikia hapo readiness, naomba nirudi nyuma kidogo, nirudi kwenye ushauri. Ninaomba sana tupende kushauri kwenye posting media. Kuna mwandishi mmoja alisema kwamba readiness nikikwambia kwamba wewe huwezi, yaani nikamwambia hicho unachofanya hauwezi na wala hutafanikiwa. Anasema kwamba ile sumu uweze kutoka kwenye mwili wako na akili yako inahitaji 16 atakapokuambia readiness unaweza watu 16. Kwa hiyo mimi nafikiri na waomba wazazi, vijana wenzetu hapo tunakutana nao, mtu akikwambia wazo usimwambie hawezi. Mwambie kwamba unaweza, ongeza juhudi, msaidie kufikiria, msaidie kumshika mkono pale anapohitaji. Kama wewe huwezi, tafuta mtu hapo na hakika ataweza Yes. Niseme katika shughuli unazofanya mpaka hapo ulipofikia, ni kina nani wamekusupport au? Kwa kweli nimepokea support kubwa kutoka kwa jamii. Jamii karibia yote inanisupport kwa namna fulani. Hasa mawazo na vitu mbalimbali. Lakini ningeomba nitumie watu hawa wachache kwa niaba ya jamii. Ningesema kwamba kwa kupata elimu yangu hii ambayo niko hapa, alitoa mchango wake mkubwa sana Kesi. Sylvia Kesi. Yeye ambaye alinirudisha kwenye mfumo wa elimu na kunisaidia mpaka hapa. Lakini kwenye masuala ya biashara kama miti, kwa kweli kwa hapa Mwanza nimepata support kubwa sana kupitia Madam Aticho, kwa kitengo cha biashara. Anakuwa akinipa moyo mkubwa sana kwamba Justin anaweza fanya, usichoke, usiwaze fedha leo, angalia kesho, tumia kwa ajili ya jamii, kwa sababu kabla hujaipata hujajua kama utaipata. Kwa hiyo na hii tumia kama unaipelekea jamii. Kwa hiyo mimi kwa upande wangu nashukuru sana kwa kama vile kioo, yaani kwamba nikiona nikihisi kwamba nimechoka, nakimbilia kwa tu kujiangalia kwamba naweza kuendelea au. Kwa hiyo akinipa pale maneno narudi na kupata energy ya kufanya.
lakini mwisho kabisa ni rafiki yangu wa karibu sana ambaye naye pia amekuwa akiniwezesha kimawazo. Mara nyingine nikiwa na wazo changa nikimpelekea yeye analivunja alafu anakuja limejaa anajaza kazi kwa madam. Sasa hao ndio watu ambao na appreciate sana, na wengine wote ambao siwezi kuwataja kwa leo, lakini najua kwamba wamekuwa muhimu kwangu kabisa. Na huyu ambaye anatutazama hapa pia ni muhimu sana. Asante sana kwa support yako mpenzi mtazamaji. Heshima kwako Mama Case, Madam Wachuti anazidi kung'ala pamoja na wengine wengi ambao wameonyesha support kwa Justin. Na mimi ni mtangazaji wako Litness. Justin, mwisho kabisa kuna watazamaji wangependa kukutana na wewe. Ni jinsi gani wanaweza kukupata ili waweze kushirikiana na wewe katika shughuli mbalimbali hasa kama hizo? Asante Litness. Mimi napatikana kupitia namba za simu 2, lakini pia natumia email. Okay. Ndio hizo tu ambazo Mwambie ili iwe rahisi. Kwa namba ya simu napatikana kupitia Vodacom 07 62 07 03 10. Kwenye namba ya Tigo napatikana kupitia 0714 88 1610. Kwenye email nafikiri utafikia, lakini ni napatikana kupitia Justin Peter alafu naandika 9@gmail.com. Kwenye social media kama WhatsApp napatikana pia kupitia Facebook, lakini kwenye Facebook kwa nini? Na unajua vijana wengi kama wewe wanatumia Facebook. Nilikuwa napatikana, lakini kuna mazingira yalijitokeza ikabidi nijiondoe kwa muda kidogo. Kwa hiyo nafikiri kwa sasa siko hewani, lakini nitakaporejea. Justin, mimi binafsi nimejifunza mengi sana kutoka kwako. Tumefurahi kuwa na wewe siku ya leo. Asante kwa ujio wako na tunakukaribisha siku nyingine tena tukikuhitaji. Nashukuru sana Litness. Karibu. Pia nashukuru na watazamaji ambao mimi binafsi nimejifunza mambo mengi kabisa. Basi usikose kuangalia kipindi chetu cha Stars in Campus Ijumaa kama ya leo, siku kama ya leo. Usisahau kulike page yetu ya Facebook na kusubscribe hapo chini channel yetu ya YouTube. Ulikuwa nami mtangazaji wako Litness Gelano. Karibu na kwaheri.